Zimekwisha ondoka dakika 10 tayari tangelipo timu saa 3 kamili za asubuhi. Karibu mwanamichezo kutokea maeneo mbalimbali, karibu uweze kuungana nasi ili tuweze kwenda kutambua na kuweza kuzichanganua taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimeweza kujiri hapa Tanzania, lakini pia katikati ambako ni mwamba wa pili kitaifa, kimataifa, lakini pia mwamba wa tatu kimataifa kule. Ni yapi ambayo yamekwenda kujiri katika siku ya leo ya tarehe 19 mwezi wa 3 2025, ikiwa ni Jumatano tulivu kweli kweli, Jumatano jadid, Jumatano iliyokuwa na maua mazuri mengi, Jumatano iliyotukuka, Jumatano kwa wengine wakiita ya njano na kijani kwa kile ambacho kimetokea siku ya jana. Tutakuja kukwambia ni kitu gani hicho, lakini nikwambie karibu kutokea maeneo yoyote yale ambayo umepata kututegea sikio muda na wakati kama huu. Basi sisi hatuna shaka na wewe, na wewe hauna shaka na sisi. Tuko pamoja kuweza kupeana mambo ya kimichezo ambayo yameweza kujiri na yale ambayo yanataraji kwenda kujiri. Katika mengi ambayo machache ambayo tunayo, basi tuendelee kukwambia katika yale mengi ambayo tunayo, basi machache yetu ni haya ambayo yafuatayo, ikiwa ni dabi ya Kariakoo kwa upande wa kina dada siku ya jana, ikipigika kweli kweli kwa mchezo ambao uliokutanisha Yanga Princess ambao wao walikuwa wanacheza na mahasimu wao wakubwa, watani wao wa jadi Simba Queens katika uwanja wa KMC Complex. Lakini pia matokeo tunayo na tunatamba nayo, na nani alikuwa bingwa katika mchezo wa jana tutakuja kukwambia yakinifu kabisa hapa. Lakini pia afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Karim Boimana amekanusha katakata, amekataa katakata, amegoma katakata. Yani unaweza kutumia maneno yote unayoyataka, lakini ukiweka neno katakata kuwatumia barua Young Africans ya kuwajibu kutokana na kile ambacho walikuwa wanakitaka kutoka katika bodi ya ligi kuu. Lakini pia akisema kwamba anazisikia tu taarifa kwamba Young Africans wamepanda ngazi ya juu zaidi kwenda kudai haki yao kwa mapigo zaidi. Tutakuja kujua hapa kile ambacho kimeendelea kuwakereketa. Lakini pia kiungo kinda kutoka timu ya vijana ya Azam FC Abdul Karim Kasim Kiswanya ameongezwa bwana wino mwingine wa kuendelea kuwatumikia wanarambaramba au kutokea pale maeneo ya Chamanzi kwa muda mwingine mpaka 2030, miaka mitano hiyo amejifunga kitanzi pale. Tutakuja kujua kile ambacho kinaendelea. Lakini pia taarifa nyingine nyingi kede tutakuja kukwambia hapo kitaifa. Lakini katika mwamba wa kimataifa kule, mshambuliaji wa zamani wa Simba na Yanga FC na nahodha wa timu ya taifa ya Uganda The Cranes Emmanuel Arnold Okwi ametangaza kustaafu soka la kimataifa akiwa na umri wa miaka 32, akihitimisha na huduma wake ya miaka 16 ndani ya Uganda The Cranes. Tutakuja kujua hapa kila kitu kumhusu Emmanuel Arnold Okwi. Lakini pia klabu ya Esperance Sportive de Tunis nayo imetangaza kuachana na kocha wao Laurentin Lerap ambaye baada ya kutoa sare mechi 2 mfululizo ligi kuu ya Tunisia, mambo yamemwendea kombo. Lakini pia Miguel Gamondi na benchi lake la ufundi wameachana na waliokuwa waajiri wao wapya klabu ya Al Nassr ya nchini Libya. Gamondi na hii tabia tutakuja kuendelea kuweza kumsoma vizuri, historia zinasemaje kuhusu Gamondi na hili swala la kuacha. Yani yeye amekuwa ni mtu wa kuacha. Tutakuja kupita hapo na mengine mengi. Lakini pia kule kimataifa zaidi, kwa mapigo zaidi kule, tutakuja kugonga mwamba wa tatu kuweka kifuani, lakini pia kuweka kwenye goti na kuweza kutafuta engo ya kuweza kupiga nahodha wa timu ya taifa ya Argentina Lionel Messi. Ndio timu ya taifa ya Argentina Lionel Messi atakosa michezo miwili ya kuania kufuzu kombe la dunia 2026
dhidi ya Uruguay na Brazil kutokana na jeraha la misuli aliyopata. Tutakuja hapa kujua kila kitu kuhusiana pia na Lionel Messi, lakini pia nahodha wa Newcastle United Bruno Guimaraes amefichua siri ya namba ya jezi yake 39 akisema kuwa ni namba iliyomsaidia mambo mengi kweli. Tutakuja kujua hicho ambacho anakizungumza ni namba ambayo amekuwa anaivala. Lakini Bukayo Saka tutakuja kugusa tena kitu kinaitwa timu ya Barcelona baada ya matokeo yake yale. Kuna namna ambavyo pia tutakuja kupita hapa na story nyingine kede. Endelea kutupa sikio lako, endelea kuwa karibu yetu ili uweze kupata kilicho bora zaidi kutoka katika michezo kwa mapigo zaidi. Tuko hapa ndani ya Yasir Masudi Salum, the international playmaker. Yuko hapa Fadhili Malango, mchambuzi lakini professional yake ni kuweza pia kufundisha soka la kabumbu. Ni naye hapa mchambuzi yakinifu na daktari pia wa kuweza kuyachambua na kuyatibu masuala ya kimichezo akijulikana kama Abubakari Muhammadi. Lakini pia hapa ndani takuwepo hapa Majaliwa Sunta Mwalimu, lakini pia mchambuzi yakinifu kabisa wa kuweza kulichambua kabumbu. Nikwambie endelea kwa nasi, namba ya kuendelea kushiriki nasi mpaka pale ambako tutakuja kukuambia kwa kheri ya kunana ni 0612 17 58 30 0612 17 58 75 06 75 93 58 75. Hizo ni namba ambazo unaweza ukaandika ujumbe wako mfupi na mambo yakawa yanaendelea vyema kabisa hapa ndani, ukawa unashiriki nasi kwenye zile habari zote ambazo unazisikia na kudondosha ujumbe wako, na sitakuwa hatuna ajizi, hatuna lolote la kuweza kulifanya zaidi ya kuzisoma na kuweza kuzisukumiza kwa wote waweze kusikiliza. Habari tayari tumekwisha kuandalia, tupo tayari kulianzisha ili gurudumu na kuweza kuzisukuma ndani hizi habari zote ili muweze kuzifahamu. Baada ya mapumziko mafupi tutalianza jarambe la kupiga crossbar, mwamba wa kwanza kitaifa, kuweza kuangalia namna gani vile ambavyo mambo yameweza kuwa mazito kweli hapo. Tuko na wewe sako kwa bako mpaka pale ambapo tutakuja kusema kwa kheri ya kuonana zaidi ili mambo mengine yaweze kuendelea. Hapa ndani tumeshakamilika, jahazi limejaa, nahodha yupo, wasaidizi wapo, kila kitu kimetimia. Sasa tatizo ni kwamba hamjazisikia sauti za manahodha wasaidizi ambao wako hapa ndani ili mambo yaendelee kuwa mukide. Kule Kongo wanasema bie maana wa Kongo wengi wamekuwa ndugu zetu. Bila shaka wamekuwa ndugu zetu, ndio maana hapa ni sehemu ambapo wanakuja kupata ajira zao na wanaenda juu ya hapa na bado wanaendelea kukumbuka Tanzania. Ndio, na ukiangalia wa Kongo nowadays wamekuwa ikiingia Tanzania katika nyanja tofauti. Kumbe mimi nilikuwa najua kwenye mpira hamna, kumbe kuna wengine ni mashemeji zetu. Hamtaki ndio hivyo sasa hivi kwamba watu wameona kwamba ule ukarimu ambao wanaupata Tanzania na tunasema ile amani na furaha, wanaondoka kwa Kongo wanakuja kuolewa Tanzania. Maisha mazuri bwana. Maisha mazuri sana kutoka Tanzania. Jamani, habari za asubuhi wote. Salama. Alhamdulillah. Hapo kweli uko nje bwana, maeneo ya Chukwani na mjini kuna mvua kweli tayari sana. Of course asilimia kubwa ya mji wa Zanzibar kuna mvua. Nimeona Majaliwa wakati anakuja kazini hapa tayari sana. Mambo hayo yani kashuka kwenye gari lakini bado mambo ni mazito. Sasa unajiuliza wewe unatembea kwa miguu inakuaje? Bwana, sawa. Sisi bwana tunaanza kulipiga jiramba letu katika habari za kitaifa, na habari yetu ya kwanza ambayo tunayo kubwa kweli ilitokea jana bwana pale katika uwanja wa KMC. Sawa? KMC jana kulikuwa kuna balaa. Kulikuwa kuna nini jamani? Balaa. Kikosi cha timu ya wanawake ya Yanga Princess kimeiadhibu timu ya wanawake ya Simba Queens kwa kuichapa bao moja lilofungwa na Gemini Mukandasie
katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Hii ni mara ya pili kwa Yanga Princess kushinda mbele ya Simba Queens katika michuano ya ligi kuu ya wanawake baada ya ule ushindani wa April 24, 2022 walilofungwa na nyota wa Al Nassr Clara Luvanga chini ya kocha Edna Lema. Simba Queens wamecheza michezo 12 ya ligi kuu ya wanawake msimu wa 2024-2025 bila kupoteza mchezo wowote, huku wakishika nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi hiyo wakiwa na alama 34 kabla ya Yanga Princess kutibua mtiririko huo katika mchezo wa 13. Ikumbukwe kuwa katika mchezo wa nusu fainali